moja kati ya vitu ambavyo vijana wengi kwenye taifa letu wanakumbana nao, tunakumbwa. Hivi unajua kama viongozi wako wewe wa serikali kikatiba, yani kikatiba hivi, unajua kikatiba kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unajua kama hawa viongozi wetu wa serikali walioko serikalini, unajua kama katiba inaeleza kwamba sisi ndio tumewaajiri. Yaani sisi ndio tumewaajiri. Ndio katiba ya Jamhuri inavyoeleza kwamba hawa sisi ndio tumewaajiri. Viongozi wote wa umma, viongozi wote wa serikali, wote. Katiba inakuambia sisi ndio tumewaajiri. Una hiyo elimu wewe? Unaelewa maana yake? Nataka nikupigie mfano mmoja. Yaani kwamba mbona wale wabunge wale, mawaziri, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakurugenzi, madedi, wafanyakazi wote wa serikalini, wewe ndio bosi wao. Hadi rais, wote wewe ndio bosi wao. Sasa nataka nikuulize swali. Ni kiongozi gani wewe wa serikali ambaye anakutreat wewe kama bosi? Wapi? Au mtumishi gani wa umma kwenye hii nchi ambaye anakutreat wewe kama bosi? Hizi stories zina uhalisia. Lakini katiba inasema si ndio mabosi. Naelewa maana ya bosi. Bosi ni mtu anayetakiwa kusikilizwa. Yeye ndio anatuma, yeye ndio anaagiza, yeye ndio anasema kipi kiweje na kipi kisiweje. Sasa kwenye nchi yetu sisi katiba inatuambia sisi ndio bosi. Sisi ndio mabosi. Yaani hawa watumishi waliopo, viongozi wa serikalini na watumishi wote wa umma, sisi ndio mabosi. Katiba ndivyo inavyosema. Yaani sio siri. Katiba ndivyo inavyosema. Na ndio hivyo. Yaani inamaanisha hivi, ukisikia mtu ni mkuu wa wilaya, yaani maisha yake yote unamhudumia wewe. Maisha yake yote. Anaishi kwenye nyumba ya serikali, anaendesha gari ya serikali, anakula chakula cha serikali, anakunywa choo cha serikali, yani kila kitu anafanya cha serikali. Sio tu cha serikali. Hiyo ni nje ya mshahara wake. Yaani akiwaga anatumikia huo utumishi wake wa mkuu wa wilaya au waziri, yani kila kitu yeye, au mkuu wa mkoa, kila kitu yeye, matumizi yake yote ni serikali inamhudumia. Hahusiani na mshahara wake. Hiyo serikali ndio wewe. Wewe hujui kwa sababu si usomi katiba fala. Hujui, huwezi kujua hivi vitu kiundani. Si usomi katiba. Stori zako wewe sio hizi. Stori zako wewe sio hizi. Hizi wewe hazikuhusu. Ndio maana huwezi kujua hizi stori. Ila wewe ndio mtawala mzee. Mtawala ni wewe. Mtawala ni wewe, ndio unamlipa. Na inasema sisi ndio tumewaajiri. Sisi ndio tumewaajiri. Sasa pointi yangu kubwa, nifikie pointi ni wapi, ni kwamba kama viongozi wa umma na wa serikali sisi ndio tumewaajiri. Tafsiri yake kama katiba ya Jamhuri ya Muungano inavyosema, tafsiri yake ni kwamba sisi ndio mabosi wao. Sasa swali langu ni je, ndugu yangu, Mtanzania mwenzangu, hawa watu ukikutana nao kwenye utumishi wao, wanakutreat wewe kama bosi? Wanakutreat wewe kama bosi? Kama wakutreat kama bosi, hakikisha wanakutreat kama bosi, kwa sababu wewe ndio bosi wao, wewe ndio unawalipa. Bosi apelekeshwi. Wewe ni bosi, wewe ndio unawalipa, na unawalipa kweli. Ukatae unawalipa, usikatae unawalipa.
Yaani maisha haya mazuri unaoona wanaishi, maisha wanaoishi hayo unaoona, ile pesa sio yao, ni ya kwako wewe. Ukatae ni ya kwako, usikatae ni ya kwako. Wenyewe wanapenda sana watu ambao hawajui kama ni hela zako, yaani wewe ni hela zako ila hujui. Wanapenda watu kama hao, tena wanawafagilia, ndio watu wao. Kaa kitaalamu, wewe ndio bosi kwenye hii nchi, wewe ndio bosi. Kwanza leo anza kusema mimi ndio bosi. Kama unabisha kasome katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama haikwambii wewe ndio bosi. Nenda kasome katiba kama haikwambii wewe mwananchi ndio bosi unayewalipa mishahara wote. Wote viongozi wa serikali, watumishi wa umma, yaani nazungumzia askari, wanajeshi, walimu, madaktari, maprofesa, wanasheria, majaji, mawaziri, vitengo vyote. Wewe mwananchi, wewe ndio bosi wao. Wewe ndio unawalipa mishahara hawa. Yaani maisha yao yale ni hela zako. Katiba ndivyo inavyosema, so mimi, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe mwananchi ndiye bosi. Unajua hiko kitu? Huwezi jua mambo unayofuatilia. Huwezi jua. Hakikisha unajua kwamba wewe ndio bosi. Wewe ndio bosi. Wewe ndio bosi kwenye nchi.